mahiri na mweledi Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunawakaribisha wote kuhudhuria mkutano huu wa Chama cha Mapinduzi. Waliopo mbali wafuatilie kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Ni imani yetu watanufaika na kujua nini Chama cha Mapinduzi kinaenda kufanya ndani ya miaka mitano inayokuja. Ujumbe wangu wenye msisitizo mkubwa: kesho kutwa Oktoba 29, 2025, Mtanzania jitokeze ukapige kura. Kitendo chako cha kupiga kura ndicho kinakuthibitisha wewe kuwa ni raia unayetambua haki na wajibu wako, na unakitumia chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kikatimize ndoto zako, kwa sababu tunaamini hakuna chama ambacho kimebeba matarajio ya wananchi wa nchi hii tofauti na Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi ndio chama kiongozi, chama chenye sera zinazotekelezeka na ilani ambayo ina majawabu. Lakini nawaalika kuwapigia kura wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hakikisha hukosei, tiki yako inakwenda kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea urais, wabunge wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wa Chama cha Mapinduzi. Baada ya kusema hayo, sasa nipo tayari kwa mazungumzo ya mtindo wa majadiliano ambayo bila shaka shabaha yake ni kuchambua kampeni zetu zilivyokuwa na zilivyofanikiwa kwa siku 60 zilizopita. Nalikaribisha jopo la mjadala na kuwakaribisha wageni wetu wa makundi maalum na wote tuliomo humu ndani. Muwe huru kuuliza, kuzungumza, tuseme, tujadili. Ndio maana msemaji wa Chama cha Mapinduzi niko hapa. Lakini pia sasa niache kazi kwako mwenyekiti wa mjadala ndugu Deodatus Balile kwa ajili ya kuendelea na mjadala huu. Sasa itoshe kusema Mungu akibariki chama chetu cha Mapinduzi. Mungu ambariki rais wetu, mgombea wetu wa urais Dr. Samia Suluhu Hassan, na Mungu atubariki wa Tanzania wote na tulioko humu ndani. Itoshe kusema niko tayari kuendelea sasa na mjadala. Karibuni sana. Asante. Kwa kweli tumekuwa kwa kishindo. Leo siku nzito anapozungumzia megawati 8 za umeme Tanzania wakati Rais Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani ilikuwa na megawati 1,601. Lakini leo tunazungumza ndani ya miaka minne Tanzania ina megawati 4,031. Kwa hiyo ikiongeza megawati 8,000, basi Tanzania kwanza hata tulipo nchi zinazofuata ziko kwa mbali sana. DRC wana 2,900, Kenya 2,600, Uganda 2,400, ukija wenzetu wa Rwanda wana 406, Burundi wana 166. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Tanzania katika ukanda huu kwa umeme hadi sasa tunaongoza, na bado kuna lengo la kuwa na megawati 8. Labda cha kuila mwachi mtu atakupa pats, atakupa unachoongea na pats ambayo umepata kwamba ungani za viwanda vinahitaji umeme. Kwa hiyo ukiongeza umeme najua tunazungumzia hili ya maji. Baadhi ya watu mwenezi walikuwa wakiuliza hili ya taifa ni nini ya maji, yaani wanaona kama umeme kama ilivyo umeme kwamba kuna msongo wa umeme kutokea Kasi mpaka Kilarachi, kuna msongo wa umeme kutokea Bukoba mpaka Dar es Salaam. Basi na hili ya maji, ukisoma hii ilani ya CCM inasema maji yatachukuliwa ziwa Victoria, yatachukuliwa ziwa Tanganyika, yatachukuliwa ziwa Nyasa, na kutengeneza mifumo ya maji itakayowezesha Tanzania kulima kwa mwaka mzima, kumwagilia. Kwa hiyo yote yale unaona jinsi gani ilani ilivyosheheni. Basi ili kuonesha mjadala nimewataja wenzangu nilionao, na nitatoa fursa sasa waulize maswali. Kwenye jopo nani anayetaka kuwa kwanza? Asante. Mheshimiwa Rais wa CCM, asante kwa wasilisho kama nilivyotambulishwa. Na toka kwa Sile Group, lakini ni mstaafu wa Chama cha Habari na Tanzania TAMWA. Kwenye wasilisho lako umesema kwamba mikutano ya kampeni za CCM ilifuatiliwa na watu 3, lakini wakati huo pia
umetueleza namna ambavyo mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi amefuatiliwa mitandaoni kwa kiwango kikubwa, zaidi ya mara milioni 100. Nataka kufahamu kwa sababu tumeshuhudia chaguzi kadhaa zilizopita huko nyuma. Okay. Unaweza kuja ukasimama hivi kwa sababu kuna walio live wanasema wanakuona kichogo. Okay, asante. Karibu. Tumeshuhudia chaguzi kadhaa zilizopita. Okay. Chaguzi kadhaa zilizopita tumeshuhudia idadi ya wapiga kura ikipungua. Yaani wale watu ambao wanakwenda kuandikisha kupiga kura, ama tunasema labda daftari la kupiga kura linawapiga kura kadhaa, lakini ikitokea siku ya kupiga kura idadi inapungua. Sasa kutokana na namna ambavyo umetuambia watu milioni 25.3 wamejitokeza kwenye mikutano yenu ya kampeni, nataka kufahamu mnatumiaje idadi hii kuhakikisha kwamba wingi huu wa watu unakwenda kupiga kura? Lakini kama hiyo haitoshi, tafsiri ya idadi hii kubwa ya watu ni nini kwa chama chenu ambacho kimetawala kwa muda mrefu? Asante. Nashukuru. Nitaomba kwa sababu ya ili tuwe na utaratibu mzuri, basi yataulizwa maswali 7 alafu yajibu awamu ya kwanza, twende awamu nyingine ya maswali 7 na awamu nyingine ya maswali 7. Kwa kufanya hivyo tutaweza kwenda haraka. Sasa nimkaribishe mwingine ambaye nadhani Gerard, mbona umenyosha haraka hivi? Haya, karibu. Lakini ujaribu kuangalia upande ule kwa sababu wana rekodi na uwe eneo kama hili hapa. Karibu. Mheshimiwa Mwenezi, hongereni na pole vile vile. Safari imekuwa ndefu kama ulivyoelezea hapa, hakika mmepiga kazi. Na itoshe kusema kama mwanahabari linawajibika kuwa sehemu ya ambao wamefuatilia hii kampeni kwa kina kabisa. Kwa hiyo ni kweli ninasema, nakiri kweli kazi mmeifanya kwa ukubwa sana. Naam. Mimi swali langu linakwenda moja kwa moja. Nadhani wengi tunafahamu fika kwamba Afrika ikiwemo Tanzania, changamoto ya mfumo dume ni kubwa sana. Yaani wanawake kupata nafasi katika maeneo yote ni tabu kweli kweli kwa sababu ya mfumo dume. Lakini mmezunguka siku 60 na mgombea wenu wa Chama cha Mapinduzi nchi nzima, na kesho mnakwenda kuhitimisha safari hiyo hapo. Mimi ningependa kujua tu kwa nyinyi wakati mnapita huko vitongoji, kwenye wilaya, mikoani na kesho hapa Mwanza, ni nini tathmini yenu kwa mgombea wenu ambaye katika historia ya Tanzania hata Afrika ni wachache sana ndio mwanamke wa kwanza kugombea nafasi ya kabisa ya kuongoza katika taifa? Tathmini yenu mnaionaje? Je, mapokeo ya Watanzania huko kote mlipopita wanapokea vipi kuona mwanamke ndio anakwenda kuwa rais wetu sasa? Sijui mnaonaje hilo, au utatuelezea wewe mwenyewe kwa jinsi ambavyo mmeona wamepokea vizuri au bado kunaona kama kuna sita hivi? Langu ni hilo. Asante. Sasa naona mikono mitatu, lakini nimkaribishe Esther Zeramura. Sauti inasikika. Na kama alikuwa anakwenda chini kidogo sauti itaongezeka. Tutawaomba wanaouliza wasogee mbele kwa sababu ya wale wanaopiga picha waweze kupata picha zao pia. Karibu. Asante mwenyekiti. Sauti. Asante mwenyekiti. Katibu Mwenezi, tumeona kipindi chote cha kampeni wananchi wamekuwa wakijitokeza kwa wingi ili kusikiliza sera za wagombea. Sasa kampeni ndio zinakwisha. Ni ahadi zipi muhimu, angalau 10 tu, ambazo Chama cha Mapinduzi kimezitoa kwa wapiga kura katika kipindi cha kampeni? Asante. Asante sana. Tulisema tutauliza maswali angalau 7. Nani mwingine ambaye anadhani kwamba yuko tayari? Mwanadada mwingine, Ivona Kamtu, karibu.
kikuu cha upinzani hapa nchini Tanzania. Mpaka mnaingia kwenye